Kipande cha sita cha Coppers Lodge kinaanzia magetoni kwa Femi akiwa akampigia mpenzi wake ambaye ni Anita, na akawa anamwambia kwamba usimsikilize Opemi, nilimpigia muda mchache nyuma kwa ajili ya kuongea na wewe, lakini badala yake alinifokea na nini. Kingine hizo video wala hata usizisikilize, na kingine usiziangalie. Hizo video ni kama njia ya kuvunja mahusiano yangu mimi na wewe, usizisikilize kabisa wala kuzitazama. Na huyo rafiki yako Opemi ni kama shetani kabisa kwenye kuyavunja mahusiano yetu. Sasa kujua muda wote aliyepokea simu ya Anita ni huyo rafiki yake ambaye anaitwa Opemi. Opemi akamwambia wewe ndo shetani ambaye unakwenda kuvunja mahusiano yako peke yako, na ngoja nikwambie kitu kimoja, kama ukija kusikia tena kwa Anita basi ni kwamba utasikia ameolewa kabisa na atakuwa ameshaachana na wewe. Sasa hivi kaamua kumove on, hawezi kukaa na mtu ambaye anatafuna kila mwanamke. Atakuwa anaweka wapi afya yake? Mwache atafute amani huko sasa hivi. Jamaa akamwambia ni wewe tena Opemi, naomba basi nisaidie kumpa mwenye simu yake. Opemi akagoma kabisa na akasema wala hawezi kumpa Anita simu, maana kwa wakati huo pia kuwepo nyumbani. Jamaa akaomba na kuomba sana pale, mwisho Opemi akamkatia simu, maana pia alianza na kumponda na nini bila kujua aliyepokea ni Opemi. Yeye alijua anaongea na Anita hapo. Wakati anaendelea kuwaza pale, muda huo pia Emeka akaja na akamuuliza shida nini mwanangu. Jamaa akamwambia ana mawazo kishenzi yani. Emeka naye akamletea video nyingine ambayo ina trend kinoma yani. Mwanzo ilikuwa imefikisha viewers 50,000 lakini sasa hivi inakimbilia viewers 300,000. Jamaa akahakikisha pale ni kweli video kila baada ya muda inazidi kwenda mzee. Emeka akawa anaendelea kumwambia mwanangu wewe ndio ushakuwa star, sasa hivi nahitaji maombi yako tu. Akapiga na magoti kabisa jamaa muombea hapo, kama vipi naye awe superstar kama alivyokuwa yeye sasa hivi Mr Fresh Bread. Lakini Femi hicho sicho ambacho anakitaka kabisa, maisha yake yanakwenda kuvurugika sasa hivi. Na kingine Emeka alikuja na habari za kwamba Amanda tayari kapelekwa kituo cha polisi kwa makosa ya mauaji kabisa. Kwa hiyo akawa anamwambia mwanangu simama tuendelee kusherekea hapa. Femi akamuuliza kusherekea nini Emeka? Kama kapelekwa kituo cha polisi, ni nani atakwenda kutusaidia kufuta zile video? Akasimama pale moja kwa moja, safari ni kwenye chumba cha Amanda sasa kwa ajili ya kwenda kuangalia kama kaiacha simu yake. Kufika chumbani wanamkuta bibi ndio yupo chumbani kwake na hawawezi kuchukua simu yake bila ruhusa ya bibi. Baada ya kuingia kwenye chumba cha Amanda wakawa wanambembeleza sana bibi pale kwa ajili ya kuwapa simu ya Amanda ili kusudi wafute zile video. Bibi akauliza niwape simu yake kwa ajili gani? Femi akamwambia kuna video kaziposti kuhusu mimi, ninahitaji kuzishusha chini. Bibi akamwambia hawezi kabisa kumpa simu ya Amanda bila ruhusa ya Amanda. Jamaa akaomba na kuomba sana pale, lakini bado bibi aligoma kabisa kumpa simu yake. Na kingine simu, nakumbuka bibi ni mtu wa dini sana, akamwambia kama unataka kule kubadilisha makosa yako, si kwa kufuta makosa yako mbele ya macho ya binadamu, bali ni kwa kufuta makosa yako mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Ni muda wewe kurudi nyuma na kumrudia muumba wako, kwenda kumwomba samahani kwa yale yote ambayo umemkosea, na si kujisafisha kwa watu ikiwa moyo wako bado ni mchafu. Ni lazima urudi nyuma kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Kufuatia ile Femi na Emeka wakuwa na namna yoyote ile, ikawabidi warudi chumbani kwao kipweke tu, lakini Femi pia akawa anajiuliza kweli ni muda wa kumrudia Mwenyezi Mungu, na akawa anamwambia Emeka ni muda nahitaji kukaa peke yangu sasa hivi. Emeka akamuuliza kukaa peke yako unamaanisha nini kukaa peke yako? Akamwambia nahitaji kukaa peke yangu kwa ajili ya kumrudia muumba wangu, kukaa chini kupiga goti na kumuomba nisamehe kwa makosa yangu. Emeka akamwambia nakuelewa, lakini kile ambacho unakihitaji mimi pia nakihitaji. Uwezi ukaondoka kwenye giza ukaniacha kwenye giza hili. Kama unahitaji mwanga mimi pia nauhitaji mwanga huo pia. Kwa hiyo kama ni maombi tunakwenda kupiga wote huko chumbani mzee, siwezi kukuacha kabisa peke yako. Huwezi kuniacha kwenye giza kama hili. Ni kweli nakubali tumeharibikiwa hapa mpaka sasa hivi, lakini kile ambacho unakihitaji mimi pia nakihitaji. Siwezi kabisa kubaki kwenye giza, ni lazima sote tuende kwenye huo mwanga. Femi akamuuliza unataka kwenda kwenye mwanga upi haswa, na una uhakika una uhitaji huo mwanga? Emeka akamwambia ndio, tena wewe ni my best friend kinoma yani, siwezi kukuacha unakwenda kwenye mwanga peke yako. Ni lazima twende wote kwenye huo mwanga, na wewe kama rafiki yangu huwezi kuniacha kwenye giza la dhambi. Ni lazima sote tuokoke. Femi akamwambia ni sawa, lakini sasa hivi bado anahitaji muda wa kukaa peke yake. Kwa hiyo akaingia zake chumbani kipweke pale maskini, kisha akachukua Bible na akaanza kuifungua kwa ajili ya kuisoma pale. Lakini kabla hajaendelea kusoma zaidi, wazazi wake wakampigia na wakamuuliza Femi hali yako vipi? Akamwambia nipo salama kabisa kiongozi, Mungu amekuwa akinisimamia. Oho, vizuri sana kijana mdogo, vizuri sana. Jamaa kauliza vipi kuhusu hali ya mama? Mzee akamwambia mamako anaendelea poa kabisa, lakini vipi kuhusu kazi yako huko? Je, unaendelea kumtumikia Bwana? Femi akaendelea kusema Mungu amefungua milango mingi sana, watu wengi wameokoka. Bi mkubwa kule ikabidi aipokee ile simu pale, maana hasira zilikuwa zimempanda kishenzi. Anajua kabisa kijana wake anadanganya hapo alipo. Hakuna kazi yoyote amekuwa akimfanyia Mwenyezi Mungu huko alipo. Na akamwambia Femi utakuwa unaendelea kutudanganya hadi lini wewe? Aibu yako ni aibu yetu sisi. Tumeona video zako ukipigana na mwanafunzi na video nyingine ukiwa unatongoza wanawake hovyo huko. Tangu lini umeanza kuruka na kila mwanamke wewe? Mwanamke ambaye mmeonana kwa siku hiyo hiyo umeshaanza kumtongoza. Basi Femi baada ya kusikia vile wazazi wake wameshajua kila kitu, maskini machozi yakaanza kumtoka pale. Huzuni likawa limemjaa kishenzi. Mzee akaipokea ile simu na akamwambia hata katika anguko lako bado Mungu anaweza kukusimamisha. Mzee akutaka kabisa
kabisa kumkatisha kijana wake tamaa, lakini alimwaminisha bado Mungu ana nafasi juu yake, na akamwambia kumbuka kwamba sisi ni wazazi wako na huko kwenye kanisa tumeitwa na uongozi wa kanisa kwa ajili ya tabia yako ambayo imebadilika sana kwa sasa hivi. Kingine naomba nikukumbushe kitu kimoja, katika anguko lako kumbuka pia ni anguko letu. Kipindi umeanguka sisi pia tumeanguka, na kama ukinyanyuka ujinyanyuka peke yako, umenyanyuka na sisi sote. Kwa hiyo ni muda wewe kumrudia Mwenyezi Mungu na kuyasafisha madhambi yako. Femi akaanza kuomba samahani pale. Kiukweli amekosea sana kuwadanganya wazazi wake na kuhisi labda anamdanganya Mwenyezi Mungu, lakini Mungu alikuwa akiyaona yote haya. Hata kama alikuwa anayafanya gizani, lakini bado Mwenyezi Mungu aliyaona na tayari kashayafichua kwenye macho ya wazazi wake na kwenye macho ya mpenzi wake pia. Ndio maana mzee kila siku alikuwa akimsihi awe chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu, yeye atamlinda katika kila aibu. Lakini Femi wala hakutaka kabisa kusikiliza, hata baada ya mzee wake kumpa maonyo mengi sana. Yani leo ndo anakuja kujua thamani ya yale maneno ya mzee wake. Tukirudi upande wa pili kwa kituo cha polisi, Papa Pentecost bado alikuwa anahojiwa, na aliyekuja kumhoji kwa awamu hii alikuwa ni Daniel. Akawa anamuuliza Papa Pentecost, una uhakika uliona nyoka kule? Papa Pentecost akamwambia ndio, nina uhakika niliona nyoka, na kama msipomdhibiti huyo nyoka basi ataendelea kusababisha madhara zaidi na zaidi. Kweli mzee, una uhakika umeona nyoka mule? Nimekuambia nimemwona nyoka kwa macho yangu haya mawili. Nimemwona nyoka na nilijaribu kumwangamiza lakini nilishindwa. Daniel bado akawa anaendelea kuuliza zaidi na zaidi. Je, kaona nyoka? Papa Pentecost naye hasira zikampanda pale na akamwambia basi sijaona nyoka. Mimi ndo nilimpiga mtoto wa kwanza nikampiga na wa pili pia. Si ndio hivyo unavyotaka kusikia? Huo ndo ukweli ambao unataka kusikia, si ndio Sasa kama msipomdhibiti yule nyoka ataendelea kusababisha madhara zaidi na zaidi. Hii ikawa inazidi kumjengea Daniel maswali kichwani mwake na akawa anajiuliza ni nyoka wa aina gani huyo. Tukirudi upande wa pili kwa baba Fabi pamoja na binti yake, akawa anampa dawa pale na kwanza akamuuliza, je, una uhakika Femi ndo mwenye ujauzito? Binti yake akasema ana uhakika kabisa Femi ndo anahusika na ujauzito wake. Mzee akamwambia kama ni hivyo inabidi amfuate Femi na amwambie na ujauzito wake. Yule binti akasema hawezi kwenda kumfuata kwa Femi maana Femi atamkataa kabisa na kingine ataikana mimba yake. Mzee akaitoa dawa moja pale, huyu si mganga bwana, na akamwambia endapo akikataa basi chukua hii dawa mpulizie usoni mwake na kisha atamke maneno haya. Kuna maneno fulani hivi kichawi akawa kamtamkia pale. Hayo maneno akienda kuyasema kwa Papa Femi, na kama kweli ndo mhusika huo ujauzito basi atakuwa zuzu juu yake na atakuwa anamfuata kila kona. Yule msichana akauliza, vipi kama Femi sio mhusika wa ujauzito wake? Unamaanisha nini sio mhusika wa ujauzito wako? Kwa hiyo ulivyoenda kupata kazi ulianza kuzunguka na kila mwanaume, si ndio? Kiasi kwamba hujui kabisa mwanaume aliyekutia ujauzito? Akasema hapana, ni kwamba anauliza tu. Vipi kama sio mhusika wa ujauzito? Mzee akamwambia kama sio mhusika wa ujauzito, hayo maneno hata ukiyataja mbele yake na kumpulizia hiyo poda haiwezi kabisa kufanya kazi juu yake, kwa sababu anakuwa hana hatia juu ya hili. Tukirudi upande pili kwa Femi, Femi kaamua kupiga goti kumrudia muumba wake. Anapiga maombi kishenzi, yani anaungama dhambi zake zote peke yake. Leo kaamua kuisalimisha nafsi yake mwenyewe kwa Mwenyezi Mungu. Sasa wakati anaomba vile, Emeka naye alikuwa upande wa pili mlangoni hapo. Kwa hiyo akipiga maombi naye anapiga maombi kule. Hakuna kuachwa kabisa gizani. Huyu ni rafiki yake. Akienda kwenye mwanga ni lazima pia amfuate kwenye huo mwanga. Na sasa hivi wameshakuwa kama ndugu kabisa. Kwa hiyo hawezi kubali kabisa kuachwa kwenye giza. Hata yeye anahitaji huo wokovu ambao Femi anauhitaji. Kwa hiyo wakawa wanapiga maombi kwa pamoja pale. Pia wazazi wakawa wanamwombea sana Femi kijana wao. Wamepiga magoti kwa ajili ya kumwombea Femi. Upande wa pili Femi naye anashusha fire kishenzi. Yaani wameamua kweli kuziungama dhambi zao. Kwa Daniel alikuwa akiwa kwenye kile kituo cha watoto yatima, usingizi akawa kaukosa kabisa. Kila wakati njozi kuhusu Papa Pentecost usema eti kuna nyoka kwenye hichi kituo zikawa zinamrudia sana kichwani kwake. Akaamua kuamka pale na akaja mpaka maeneo ya jikoni huku. Sasa akiwa kasimama pale jikoni akaanza kusikia maongezi huko. Usiku wa manane kama huu, nani itakuwa amekuja na itakuwa anazungumza na nani huko? Unamkumbuka Chief Olajuwon, yule ambaye alimpa Madam Deborah kiasi kikubwa sana cha hela kwa ajili ya watoto yatima hao. Sasa uwezi amini Chief Olajuwon pamoja na Grace ndio wamekuwa wakiwadhuru watoto tena kwa kutumia ligogo ambalo Grace ndo kalirudisha hapa. Anasema hawezi tena kuendelea na kazi. Chief Olajuwon akamwambia makubaliano ilikuwa ni watoto 5. Tayari umeshanipa watoto 3. Wamebakia 2 tu kwa ajili ya kukamilisha kafara. Ina maana kumbe utajiri wa Chief Olajuwon si wa halali, bali ni utajiri wa kishirikina. Ndio maana bado anahitaji watoto wengine 2 zaidi kwa ajili ya kukamilisha kafara yake. Sasa Grace hapa anasema hawezi kuendelea tena na kazi, tayari kashachoka. Na kingine polisi wameanza kuingilia kati kuhusu hili swala. Kuna mtu tayari kashapelekwa kituo cha polisi kule ambaye ni mlinzi hapa kwenye hichi kituo. Chief Olajuwon akasema hataki kusikia lolote lile. Anachohitaji ni hao watoto 2 ambao wamebaki. Wakati wanaongea vile, Daniel naye akawa na rekodi maongezi yao yote yale na akawa ameyaweka kwenye simu yake. Chief Olajuwon akamrudishia ile fimbo na akamwambia hakikisha unanipa kafara zote 2 hizo. Wale watoto ambao wapo hospitali mahututi sasa hivi hawawezi kupelekwa kwenye kafara, kwani inatakiwa zitimie kafara 5 ili kusudi kuwapeleka wote kwa pamoja. Ndio maana Chief Olajuwon anataka wao wawili washushwe ili kusudi kukamilisha kafara yake. Besi kabidi achukue gongo lake, maana si tayari kashapewa ujira wake. Hawezi kabisa kupingana na Chief Olajuwon, ni lazima akubali.
na huyu ndiye nyoka ambaye Papa Pentecost alikuwa anamzungumzia. Ndio maana alikuwa anasema kuna nyoka na kama msipomdhibiti basi ataendelea kusababisha madhara zaidi na zaidi. Hapo Daniel akawa kaelewa na akawa amejua kabisa Papa Pentecost yupo sahihi na sio mhusika katika kuwadhuru watoto, lakini hakuamini, maana Grace ni mtu mwaminifu sana kwa Madam Deborah na wala huwezi kumdhania kabisa kama yeye ndo amekuwa akiwadhuru watoto. Daniel kutoka pale kupeleka zile taarifa kwa Madam Deborah, naye pia alishangaa kishenzi yani na maana Grace ndo amekuwa mhusika kwa muda wote huo na wala wasijue kabisa. Sasa wakati anamwelezea pale, Grace yupo zake upande wa pili kwa anaimbisha pambia watoto sio kidogo, utazani mwema sana, lakini yeye ndo amekuwa akiwadhuru mmoja baada ya mwingine bila watoto wenyewe kujua. Na akawa anaambia sasa hivi Papa Pentecost yupo kituo cha polisi kwa ajili ya makosa yake ya kuwadhuru watoto, na kingine akawa anakuelezea kwamba sasa hivi mpo salama, Papa Pentecost hayupo tena, msiwe na lolote la kuhofia. Huku Daniel anaendelea kumwambia Madam Deborah kwamba Chief Olajuwon pamoja na Grace wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja na wao ndo wamekuwa wakihusika katika kuwadhuru watoto. Madam Deborah zile habari zilikuwa za kushtua kwake, ikambidi ampigie Chief Olajuwon kwa ajili ya kumuuliza. Daniel alimzuia sana asije akampigia hiyo simu, maana akija kupiga itakuwa akamfungua Chief Olajuwon macho na anaweza akaikataa kesi kwa namna nyingine, lakini Madam Deborah hakutaka kabisa kusikiliza, badala yake akampigia Chief Olajuwon simu. Baada ya kumpigia Chief pale, Chief tayari alishasuka uongo mwingine zamani sana na akamwambia Madam Deborah kwamba alikuja hapa kwenye kituo cha watoto yatima leo asubuhi na mapema, ilikuwa saa 11 asubuhi. Madam akashangaa na akamuuliza, "Je, ulikuja?" Akamwambia, "Ndio nilikuja." "Ina maana Grace hajakupa mzigo wangu?" Madam Deborah akasema, "Hapana, hajampa mzigo wowote ule." Chief akamwambia, "Nimekuongezea hela kwa ajili ya watoto wako. Grace atakuja kukupa mzigo wako hivi karibuni tu." Kabla hata hajamaliza kuongea pale, Grace naye akaja kabeba naira milioni 2 mzee kwa ajili ya Madam Deborah. Madam Deborah kuzishika zile hela zikaanza kumpumbaza tena na akasema, "Chief, Mungu akubariki sana, Mungu akuondolee kila aina ya ubaya." Yani kasahau kabisa ambayo Daniel alikuwa akamwambia dakika chache nyuma, tayari kashapumbazwa na pesa na akaamini kabisa Chief alikuja hapa saa 11 asubuhi wala sio usiku wa manane. Daniel akamwambia Grace, wewe ndio nyoka ambaye Papa Pentecost alikuwa anamzungumzia, wewe ndio umekuwa ukiwadhuru watoto mmoja baada ya mwingine. Grace akaanza kulia pale na akamwambia, mimi tangu lini nikaanza kuwadhuru watoto jamani? Akaanza kulia mpaka machozi yanamtoka pale, jinsi gani anavyojua kuigiza. Madam Deborah naye akamwambia Daniel, Chief anasema alikuja hapa saa 11 asubuhi na wewe unasema alikuja hapa saa 7 kuelekea saa 8 usiku. Unamaanisha nini kusema hivyo? Jamaa akasema hizi video pamoja na picha nilizichukua usiku huo wa manane, na kama ukicheki muda hapa zinaonyesha ni muda halisi ambao walikuja hapa na wala sio saa 11:30 kama walivyosema hapo. Madam Deborah akagoma kabisa kuhusu zile taarifa na akamwambia Daniel kwamba huenda simu yake ilikuwa na matatizo wakati wa kuchukua muda. Ubaya ni kwamba Daniel alikuwa na rekodi kwa mbali, kwa hiyo maongezi yalikuwa yasikiki kabisa, badala yake ni video peke yake. Na Chief anasema alifika hapa saa 11 asubuhi, kwa hiyo ikawa ngumu sana kudhibitisha hilo. Grace akamwambia Daniel, ni wewe ambaye una matatizo. Tangu umekuja kwenye hichi kituo, basi matatizo yameanza kutupata. Tangu siku ya kwanza umetia mguu hapa, ndipo mtoto wa kwanza pia alipopata matatizo. Na sasa hivi ipo hospitalini, hatujui hali yake inaendelea vipi mpaka sasa hivi. Daniel akatoka pale, lakini hasira zilikuwa zimempanda kishenzi na akaelekea moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha Grace, akakivuruga kinomo na ambiwa. Akawa anatafuta lile gongo ambalo Grace amekuwa akiwadhuru nalo watoto. Sasa akiwa anaendelea kuvuruga chumba cha Grace pale, Grace mwenyewe akaingia mle na akakuta chumba chake kimevurugika kishenzi Jamaa akamuuliza, "Kwa nini unafanya yeyote? Unataka kujua kwa nini nafanya yeyote?" Jamaa akamwambia, "Ndio, niambie kila kitu. Kwanza simu yako itoe mfukoni. Au unahisi sijui kwamba umekuwa ukinirekodi kila muda?" Kwa hiyo jamaa akatoa simu mfukoni pale na akaitega pembeni na akamwambia, "Sasa anza kunielezea kwa nini umekuwa ukifanya yeyote?" Grace akamwambia, "Mpango mzima ni kuwaangusha watoto 5 kwa ajili ya sadaka ya Chief Olajuwon." Jamaa akamwambia, "Sitakubali na wala itakuwa chini ya uangalifu wangu." "Oho, utakubali Unachotakiwa kukumbuka ni kwamba Daniel, nimekuzidi hatua 2 mbele. Najua pia utakuwa unajiuliza kwamba niliwezaje kujua kwamba usiku ule ulikuwa unatuona." Daniel ikabidi ashangae pale na akajiuliza ni kweli aliwezaje kujua hilo. Ukweli ni kwamba mlango wa jikoni niliufunga, lakini niliporudi mara ya pili niliukuta umefunguliwa. Kwa hiyo hapo mara moja nikajua wewe ulikuwa ukituangalia. Kwa hiyo ndio maana nikampanga Chief Olajuwon mapema ili kusudi usije ukatuharibia mipango yetu. Daniel akaendelea kusema, "Si chini ya uangalifu wangu, utaendelea kuwadhuru watoto hapa." Grace akamwambia, "Ngoja tuone." Kisha akamshika pale na akaanza kujinyonga peke yake, kisha akaanza kupiga wangi nyingi kishenzi. Anasema anabakwa, akapiga kelele sana pale. Madam Deborah pamoja na kijana wake mmoja hivi wakawa wamefika pale chumbani. Kwanza chumba kimevurugika kishenzi. Grace anasema alikuwa anambaka na kingine kavuruga sana chumba chake. Chumba ndio kakivuruga, lakini hiyo kesi ya ubakaji wala usiki nayo kabisa. Tukirudi upande wa pili huku, Emeka bado alikuwa kajilaza pale mlangoni mpaka asubuhi palipokucha. Yaani usiku kucha washikaji walikuwa wanaombaga tu kwa ajili ya kujisafisha makosa yao. Femis akatoka pale na akamkuta Emeka kajilaza pale chini, akamwamsha. Emeka akamwambia, "Wakati usiku unaomba nilikuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo nataka kuniambia usiku wote ule ulikuwa unaomba, ulikuwa unataka
kuniacha mimi gizani wewe ukae kwenye mwanga peke yako? Emeka akamwambia at least umekuwa pamoja na mimi kwenye maombi. Kwa hiyo mpango mzima ni upi sasa? Emeka akajibu mpango mzima sasa hivi ni kwenda kutafuta kanisa kwa ajili ya kusali. Sio kila Jumapili wanakaa nyumbani tu bana. Inawabidi watafute kanisa kwa ajili ya kwenda kusali. Femi hapa akawa amejua kweli anaye ndugu wala si rafiki kabisa. Huyu alikuwa ni kama rafiki yake ndiyo, lakini sasa hivi ni kama ndugu yake. Yupo tayari kumfuata kila kona na wote kwa sasa hivi wamemrudia Mwenyezi Mungu. Sasa wakiwa pale wanapiga story mbili tatu na nini, akaja yule mtoto wa baba Ifabi. Na alipokuja Femi anamjua, akamuuliza Ajoke, unafanya nini hapa? Ajoke akamwambia amekuja kumwambia kwamba sasa hivi ni mjamzito na yeye ndo mhusika wa hiyo mimba. Jamaa akamwambia mimi ndo mhusika wa hiyo mimba, unamaanisha nini kusema hivyo? Ajoke akamuuliza na maana alivyomkunja alijua matokeo yake nini. Tayari kashashika ujauzito. Jamaa akamwambia Ajoke, naomba uondoke hapa sasa hivi kabla sijakuvuruga. Maisha yangu sasa hivi nimeshaokoka, sitaki kabisa mambo ya dhambi. Kwa hiyo naomba uondoke hapa kwa amani tu sasa hivi. Ajoke akasema hawezi kabisa kuondoka mpaka amekubali ujauzito wake. Femi akamwambia ilikuwa ni mara moja, tena ilikuwa ni bahati mbaya. Sikukusudia kabisa kulala na wewe. Wewe ndiye ambaye ulijipenyeza. Na kingine sijawahi kukupenda. Na kama una uhakika wewe ujauzito ni wa kwangu, naomba thibitisha hilo sasa hivi. Emeka naye akamwambia thibitisha sasa hivi kwamba yeye ndo baba mwenye mtoto. Sasa anathibitisha vipi hapo? Ajoke akatoa ile unga ambao babake alimpa, kisha akaanza kwanza kutaja yale maneno. Baada ya kumaliza kutaja yale maneno ambayo babake alimuelezea, akampulizia Femi ule unga usoni. Femi kidogo akastaki pale. Emeka akaona mamsha Femi, Femi kumekupata nini tena? Femi akashtuka akamwambia niache bana. Na akamwambia Ajoke, naomba uondoke hapa sasa hivi. Hii ina maana Femi sio mhusika wa ujauzito wa Ajoke. Ndio maana ile dawa ya baba Ifabi haijafanya kazi kabisa kwake. Ajoke baada ya kuona ile dawa haijafanya kazi kwake, akayataja ile maneno tena kwa Emeka. Baada ya hapo akampulizia Emeka ule unga. Emeka pale pale mzee akaanguka chali. Hivi si mnakumbuka Emeka ndo amekuwa kila viporo vya Femi. Kila Femi alipokuwa kileta mwanamke, basi mwanamke huyo ni lazima Emeka pia aruke naye. Kama tunakumbuka kwenye episodi ya kwanza kabisa kule. Kwa hiyo ina maana Emeka ndo aliyemtia Ajoke ujauzito. Ndio maana ile dawa ya baba Ifabi imefanya kazi kwake. Emeka mapovu yakaanza kumtoka na ndo tayari kashakuwa zuzu maskini. Femi akawa anamuita Emeka, anajaribu kumsaidia lakini wapi? Dawa tayari ilishafanya kazi kwake. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa episode 6 ya Corpus Lodge. Tukutane kipande cha 7. Lakini kabla episode 6 haijaisha, tunaona Emeka kashafika kwenye himaya ya baba Ifabi kwa ajili ya kuja kumtafuta Ajoke. Kama baba Ifabi alivyosema kwamba mhusika wa ujauzito wa Ajoke basi atamfuata kila kona na atakuwa zuzu juu yake. Kwa upande wa pili huku Clara alikuwa anafanya maandalizi kwa ajili ya harusi yake. Hapo pakapokea simu ya Emeka anamwambia kwamba Corpus Lodge kuna waka moto na anahitaji sana msaada wake. Msaada wa kimaombi yani. Bana, na hapo ndo unakuwa mwisho wa episode 6. Tukutane episode 7. Episode 7 ndio itakuwa final episode ya hii movie. Make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Tumewasha Mswahili TV, leo tunaingia. Tumenunua bando, burudani tunachukua. Hatuchoki kujifunza, tunarudi kila siku. Mswahili akidondosha moto tunaupokea. Tumewasha Mswahili TV, leo tunaingia. Tumenunua bando, burudani tunachukua. Hatuchoki kujifunza, tunarudi kila siku. Mswahili akidondosha moto tunaupokea.